Mwasalemba TV, the origin sound. Kuna wakati ukianza kusoma historia za watu tofauti tofauti waliofanikiwa, unaweza ukaonea huruma sana kulingana na mambo ambayo waliyapitia kwenye kutafuta mafanikio yao. Wakati mwingine unaweza ukapata hasira na kuamini kuwa hata wewe unaweza ukafanikiwa bila kujali kwamba umetoka kwenye hali gani ya maisha. Miaka miwili iliyopita nilipata nafasi ya kusoma historia ya mtu wa Ureno. Huyu mtu alizaliwa kwenye familia maskini sana, kiasi kwamba ile hali ya familia yao ilikuwa inamchukiza na alikuwa anatamani siku moja aje kuwa sababu ya kukata mnyororo wa umaskini wa familia yao. Siku moja akiwa amekaa na baba yake, alimweleza hisia zake za ndani na hisia za dhati za kutaka ama kutamani siku moja kubadilisha familia yake kutoka kwenye umaskini waliokuwa nao. Lakini baba yake alipokuwa anaelezwa na kijana wake, akaangua kicheko. Kile kicheko kikawa kinaashiria kwamba anachokizungumza mwanaye ni kama ndoto ya mchana. Huyu kijana alikuwa na ndoto ya kuwa mchezaji wa mpira wa miguu. Alipitia katika timu tofauti tofauti za Ureno ambazo zilihusika kulea kipaji chake. Bali miongoni mwa timu ambazo zilihusika kwa kiasi kikubwa kulea kipaji chake mpaka kumsababishia kwenda kwenye timu kubwa kama Manchester United na Real Madrid ni Sporting Lisbon, ambapo alipokuwa Sporting Lisbon alipata na ugonjwa wa moyo ambapo ulitia shaka sana kuelekea kwenye mafanikio makubwa ya mpira. Lakini mara baada ya kutibiwa akarudi kwenye gemu na akaendelea kuonyesha kiwango kikubwa ambacho kilimsababishia yeye ahame kutoka Ureno kwenda Uingereza kwenye timu ya Manchester United. Alipofika Manchester United akaonyesha kiwango cha juu sana licha ya kuwa umri wake ulikuwa mdogo. Ndipo akaonekana na timu ya Real Madrid ya Hispania, ambapo alipofika Real Madrid akafanikiwa kujivunia matuzo ya Ballon d'Or takribani matano na akafanikiwa kutengeneza brandi yake kubwa kuwa sokoni na kuwa mchezaji ghali kuliko wachezaji wote duniani. 2019 huyu mchezaji alitoa majumba yake ya kifahari kutumika kama karantini kwa ajili ya kusaidia wale waathirika wa corona. Huyu mtu tunayemzungumzia anaitwa Cristiano Ronaldo, ambaye mpaka saizi ndiye mchezaji ambaye analipwa ghali kuliko wote duniani na ndiye mchezaji tajiri kuliko wote duniani. Sina shaka ya kwamba kuna watu wenye historia sawa na Cristiano Ronaldo, lakini wameshajikatia tamaa kwamba hawawezi kufanikiwa. Leo tupate funzo kubwa kutoka kwa Cristiano Ronaldo kwamba swala ya mafanikio sio wewe kwamba unatoka kwenye familia gani, bali ni kukubali kupambana katika hali zote na kuitukia hali ya maisha ya familia yako na kuamua kuwa wewe ndio utakuwa sababu ya kukata mnyororo wa umaskini kwenye familia yako kama alivyofanya Cristiano Ronaldo. Sasa sidhani kama tutaendelea kuwa watu ambao tunakata tamaa kwa sababu tumetoka kwenye familia za umaskini na tunaamini kuwa hatuwezi tukabadilisha maisha yetu. Sina la ziada. Ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukajifunza kupitia chaneli yangu ya YouTube kwa jina la Kironi Mwasalemba. Thanks. We have to do wonders.